Sasa Mwaisa, sikiliza, unatusimanga saa hizi. Unajua nina jamaa zangu wako Jamhuri ya Czech, wako Ujerumani, wako Denmark, wako Uswisi. Hao jamaa ni mainjinia, ni madaktari, wengine wamewekeza makampuni huko Tanzania, wengine wamejenga mahoteli, yani wengine wana majumba ya kutosha huko Tanzania. Lakini hawa washikaji ukiwaona tu mtaani, hawa ni watu wa kawaida sana, mnapiga story kawaida, yani watu wa kawaida, hamna makuzi wala nini, yani fresh. Hivyo ndivyo wanadamu wanavyotakiwa kuwa. Sasa Masa Mwaisa, sikiliza, wewe ulivyotoka Mbeya kuja kwenda Ujerumani, ndugu na jamaa na marafiki walikuchangia gharama za tiketi, kuchangia gharama za visa na pocket money kidogo. Mungu akakusaidia, ukaenda Ujerumani, ukafika Ujerumani, umesoma, ukapata kazi. Sasa hizo una mahela, lakini unajua kama Ujerumani kuna mahela. Lakini sasa Mwaisa, sasa unatusimanga unaposema kwamba nguo ulizovaa wewe kutoka juu mpaka chini zina thamani ya Toyota IST. Sawa, poa Mwaisa, lakini IST gharama yake ni kama milioni 16 au milioni 18. Alafu hizo watu wanazifanya kama Uber huko Tanzania na zinawatoa na zinawafanya wanaishi mjini fresh kabisa. Alafu sasa wewe unasema nguo unazovaa kuanzia kichwani mpaka miguuni zina gharama ya IST. Fresh, hamna noma. Alafu hii habari ya kusema kwamba unavaa boxer mara moja unatupa. Kwa hiyo ina maana mwezi wa kwanza huu Mwaisa utavaa boxer 31. Sidhani hata kama Bill Gates au Michael Jordan anavaa namna hiyo. Siamini kama iko hivyo. Anyway, sasa Mwaisa ni hivi. Ulipokuwa Mbeya maisha yalikuwa magumu. Umekuja huku umepata maisha. Piga pamba, enjoy maisha yako. Wewe fanya unavyotaka, enjoy maisha yako, lakini kausha. Kausha, yani mambo kwa unaingia mtandaoni unasema kwamba unajua nguo zangu hizi zina thamani ya milioni sijui ngapi, sijui saa milioni ngapi, sijui si hatutaki kujua hayo. Unaniambia tuache sisi, wewe piga pamba, alafu sisi tutasema kwamba Mwaisa manoga, yani hiyo nguo yako kali sana. Sisi ndio tutasema hivyo. Acha kupiga mayowe, acha sisi tuseme, sisi ndio tutasema. Wanasema acha kupiga mayowe, wacha wayaone wenyewe. Sisi tutayaona tu kama kuna saa kali. Sasa iko hivi Mwaisa. Kuna jamaa zetu walipata shida huko Marekani, Ulaya, mambo yaligeuka yakaenda mzenge mnenge mpaka walichangiwa nauli za kurudi Tanzania. Wengine walichangiwa gharama za matibabu. Hatusemi na wewe utafika mahala hapo, lakini ikifika hali hiyo, yani umefika mahala mambo yalikuwa mzenge mnenge afu unataka kuchangiwa nauli, bana utapata shida Mwaisa.